baba wetu Askofu Paul Korir na kanisa la Kristo, familia ya mama mwenda zake Mama Helena kiongozwa na DL na jamii yenu, waheshimiwa wetu gavana, waheshimiwa wabunge, waheshimiwa MCAs na wale wote ambao wamefika hapa kutoa heshima za mwisho wa Gogoo. Hamjambo. God is good and all the time. Salimieni kwa hayo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Chamge. Asanteni sana. Baba wetu Askofu, hata mimi nimefika hapa kama rafiki wa hii familia kuja kulia na hao pamoja na kuja kutoa heshima za mwisho kwa huyu Mama Helena. Wakati ya majonzi, wakati tuko chini, ndio wakati ya marafiki kuja kusimama na marafiki zao. Kwa hivyo nimekuja kama rafiki wa familia, pia nimekuja kumwakilisha mkubwa wangu, kiongozi wetu, Rais wa Jamhuri ya Kenya, ambaye pia amenituma na risala za rambirambi ambaye nitasoma nikisema machache. Mimi niseme ya kwamba familia, poleni sana. Nimefuatilia kugonjeka kwa huyu mama tukiongea na rafiki wangu DL, na mimi nataka niambie familia pongezi kwa vile mmeshughulikia huyu mama wakati wa shida, na hapo ndio mtatoa baraka. Kuchunga wazazi ni kitu ya maana sana. Pia nataka nishukuru kwa vile hii familia imekaa pamoja. Boma kubwa na mama wawili sio jambo rahisi. Wetu mzee wangu alikuwa na mama wawili. Mama wangu alikuwa mdogo na ilikuwa matatizo. Ndio mimi mtu ya kusema kweli. Haikuwa rahisi. Wote wameaga. Sasa mimi niliweka familia pamoja, watoto ya mama mkubwa mdogo tumekaa pamoja. But it was not easy. Kwa hivyo tunasema kwa hii familia pongezi, that the two mothers lived as one, watoto pamoja, hakuna hata mtu anajua mama huyu ama huyu. So hiyo ni mzuri. Ndiye umesema ya kwamba mamako ndiye alienda kutafuta mama mdogo, na umesema hata sisi tujaribu hiyo. Mimi sitaki kujaribu hiyo. Inaweza kuniletea matatizo. Pale kwetu ni ngumu kidogo, sijui hapa kwenda kutafuta mama akuje kukaa. Pale kwetu ni ngumu kidogo. Mimi niseme it is good to stand with friends. Rafiki ni kitu ya maana sana. Na hii dunia yetu tunakaa, wakati ya kujua marafiki ni saa ile huko chini, saa ile huko na majonzi, saa ile huko na matatizo. Saa ile wewe iko juu, marafiki ni wengi sana. Saa ile huko na kitu naweza pea mtu, marafiki la ino mrefu. Lakini ukiwa na shida, ukiwa chini, umeifiwa nini, marafiki wanakuwa wachache. Kwa hivyo mimi vile nimelelewa wazazi wangu na nikiwa pale kanisani, nimejifundisha kukaa na marafiki na kusimama na hawa wakati mzuri, wakati wa furaha, wakati wa shida, wakati ya matatizo. We go deal and your family, we start together, and we have come to say we are together. And don't worry my brother, usijali. Kama shida kidogo, matatizo, iko Mungu mbinguni. It's a God in heaven. Na Mungu ni wa maajabu. Na kwa kila wakati ya majaribio, wakati ya shida, anaketi kwa kiti chake cha ufalme na kutenda mema. And our God is a just God. Umefanya kazi mingi sana, umenileta hapa kujenga kanisa, umesomesha watoto, umeandika watoto wengi. Hayo yote Mungu anaona na anajua. Kwa hivyo wewe tulia. Sisi tutakushikilia pahali tunaweza kulingana na uwezo wetu, lakini juu ya hayo iko Mungu mbinguni, na Mungu ni wa maajabu. Bishop,
tuhubiria vizuri sana na tunashukuru sana. And I want to thank you for always praying for us. We don't take it for granted. Nimefurahi sana kusikia ile makanisa tulikuja kujenga hapa imekamilika na washirika wanaendelea. Tukipata nafasi tutakuja kushiriki na hawa. Mimi sitaki ni sidishe kutoka hapo, yangu ilikuwa tu ni kusema pole na kusema ya kwamba tuko na hii familia, and our friendship with this family surpasses politics. We'll be friends today and years to come, minus politics. Najua kuna watu wengine wanaweka hii siasa kama ni kitu cha maana sana, that they forget about friendship. When President William Ruto faced a lot of difficulties, hakuwa na matatizo mengi na shida mingi, watu wengi sana walimtoroka. Mimi Rigathi Gachagua nilisimama na yeye mpaka akakei Christmas. That is the kind of a person I am. Na mimi bado badilika ni ule ule. Sisi ni watu ya ukweli. There are many friends, those who promise friendship and those who have practiced friendship, those with a proven track record of offering friendship when it's most needed. Sisi tunakuanga hapo. Mimi napenda hii watu ya Nandi, watu ya Samuel Koitalel, na watu ya huko kwetu, watu ya Mau Mau. Sisi hata kama damu yetu inachamuka haraka, sisi ni watu ya ukweli. Sisi kuna mnaiyo wa Nandi. And I really love the people of Nandi. Mimi napenda nyinyi sana. Na urafiki yetu na watu ya Nandi is beyond politics. Our friendship with the Nandi people is informed by a common history ya kukataa kunyanyaswa. Wanandi ndio waliambia mzungu akwende 1905 to 1907. Alitaka nyanyasa Wanandi akiwa na bomu, akiwa na guruneti, akiwa na bunduki, akiwa na ndege. Wanandi tu akiwa na mkuki na imani wakafukuza mzungu wakahamisha yeye. Na sisi kwa wale kwetu tulijifundisha, nyinyi Wanandi ndio mlifundisha sisi. Kama iko makosa tulifanya kwa Mau Mau kufukuza mzungu, makosa ni yenu. Nyinyi ndio mlituonesha. Si nyinyi ndio mlituonesha? We are joined by common history of bravery, courage, and saying no to oppression. Because it's important as a people. So urafiki yetu na watu ya Nandi ni ya kuishi na tutakaa pamoja kama marafiki, way beyond politics. Because politics come and go. Things keep on changing. The more things look different, the more they look the same. So hii siasa leo anakuwa rafiki wa kesho. So hii maneno ya siasa msiweke maanani sana. Wacha sisi tupendane na tukue watu ya ukweli. Na tujue whatever you do, hata ukifanya kisiri, hata ukijificha, hata ukipanga nini, Mungu yule yako mbinguni anakuangalia. Anaona. You may cheat other people here, lakini yuko Mungu anaangalia, anaona. Let us be fair and just to our fellow human beings. Wale DL umetutendea mema, ulitusaidia, tukutendee mema. Huyu DL wakati tulikuwa na matatizo sana cha urais, mimi nilipokuwa named kama running mate alinisaidia, kunikomboshia ndege, kunipatia mafuta, alinisaidia. Katika pahali nimeketi, pahali nimefika, alichangia, and that is on record. Na itakaa namna hiyo kwa zile siku zote Mungu atatuweka uhai, and that is the truth. Let us be truthful. Let us be true to friendship. Let us stand with those who have stood with us. Hivi ndivyo Mungu hupenda, na inatakana ikiwa namna hiyo. Na sisi tunakuanga namna hiyo. So sisi tuko pale. Governor, we have many challenges. Rais ako pale anang'ang'ana, and he's working very hard.
kujaribu kupanga hii uchumi, kubalance hesabu na nini, mimi niko pale na kusaidia. Na ndio vile Gogo anasema, wabunge, punguzeni siasa na kelele, kutupatie nafasi tupange Kenya, tufanye kazi. Hii siasa mingi ni ya nini? Uchaguzi uko mbali. Let us allow the president, the deputy president, those given responsibilities, tuwapatie nafasi wafanye kazi. I know you have many expectations kama watu ya Nandi. I want to give you an assurance that the president is doing everything within his power to mobilize the resources. Juzi amekuwa China akitafuta nauli mambo ya barabara. I know you had many expectations like all of us na kila pahali, lakini mambo imekuwa ngumu kiasi fulani, na rais ako pale anapanga, sisi tunamsaidia. So tunaomba kelele ipunguzwe, tupunguze matusi, tupunguze kiburi, tuache kujipiga kifua. It's unnecessary. Wacha tunyenyekee. Hii serikali tulipata kwa maombi na kulikuwa na shida mingi sana. Naona wengine wanasahau, wanaanza kifua, kufungua, kutembea na kifua na kuongea vile wanataka na kusahau ni Mungu alituokoa, alitusaidia. Tunyenyekee Mwenyezi Mungu. Tunyenyekee watu ya Kenya. Hata kama umekula umeshiba, hapana tafikia wale bado kula chochote. Watapata nafasi yao hata hawakula. Siko namna hiyo. Kama umekula umeshiba, funika tumbo. Hapana tafikia wale bado kula chochote. Wacha kila mtu atapata nafasi yake. Let us be humble. Let us exercise humility in leadership. Because sisi, President William Ruto and I and our government are a product of prayer. We had many challenges, we had many difficulties. Mungu akatuonekania, akatuonea huruma. Wakenya wakatuonea huruma. Tusisahau bahali Mungu alitutoa. Tunyenyekee Mwenyezi Mungu, tunyenyekee Wakenya, tufanyie Wakenya mema na tuwatendee haki. Na tukifanya namna hiyo itakuwa vizuri. Vile Kidha Muru amesema, huyu PS Eddie is a great son of Nandi. Anafanya kazi nzuri sana kama PS wa education. I work closely with him and he's a very committed public servant. It is true, nilipoenda pale Russia watoto walikufa, alinipigia simu asubuhi, nilikuwa Mombasa, nikaenda pale, nikamkuta hapo, aliketi hapo, alilala hapo. PS well done, na vile rais ameagiza nyinyi kama wizara, please carry out inspection on safety ya hizi dormitories iko kwa mashule, tusiweke watoto wetu kwa hatari. Again, kwa hii Nandi, we also work very well and very closely with the other side. Felix Koskei, the head of the public service, who is also doing a good job na anafanya kazi vizuri na tunaendelea. PS Tum pia is a son of this great county, ako pale kwa sports, anafanya kazi vizuri na tunaendelea kusaidiana. Na hii mambo yetu itakuwa mazuri kama Kenya. Tutaendelea kumsaidia rais, tutaendelea kumuunga mkono. Tunamuombea Mungu ampatie ujasiri, ampatie hekima, aweze kurudisha uchumi wetu kwa laini, ndio kila mtu apate haki yake na atosheke. And all those things will work. Na juu ya hayo tukue watu ya kuamini Mwenyezi Mungu. Na tukifanya hivyo mambo yetu itakuwa sawa. PS Governor Sang, we have a challenge. Mambo ya pesa yenu. Minajua for almost 3 months bado tuko na matatizo pale ya ile sheria, na tunataka budi bunge irejee. Waheshimiwa wetu, tafadhali mtusaidie kwa hiyo sheria ndio tuweze kurelease 50% ya pesa kwa hawa magavana wasiumie sana. Lakini naye sheria ni msumeno, inakata pande yote mbili. Inasema hata kama hakuna pesa kwa county, bila sheria kupitishwa na bunge, ukitoa hata shilingi 10 utaenda jela. Sasa sisi hatutaki kwenda jela, gavana anataka pesa. So it's a difficult situation. I've just talked to PS Kipto and I think bunge is just about to reopen. We'll ask our leadership in parliament to fast track so that that law be issued, so that we can release the funds that we require as counties. Ndio mweze kuendelea. Mambo ya majani chai, it is true we had a challenge na majani chai kutoka pande hii.
ya Nandi, ya Kericho, ya Bomet, ya Nyamira, Kakamega. Because one, tulipotoa ile mbolea ya bei chini, tulipata mavuno zaidi na mvua ikakuwa nzuri, so production iko juu. But again, governor, there is a problem of quality. Sasa pale Mombasa ikawekwa sheria ya reserve price. Ile reserve price iliwekwa iko juu against the quality of the tea from this area. So ile chai yote ya Eastern imenunuliwa because the quality was okay against the reserve price. So ile reserve price iliwekwa kwa Western region. When you put the quality there, ikakuwa na matatizo. So mimi nimekuwa hapo wiki iliyopita, tulikuwa na waziri wetu mpya Dr. Karanja na PS Engineer Rono, na tumetatua na majani chai imeanza kusonga. Tumetoa hiyo reserve price for now so that hiyo majani chai isonge. Saa hii they are working out on bonus ambayo itakuwa declared within a short time. Ile tunaomba tu our leaders, msiweke siasa kwa hii chai, utaharibu. Chai ni wakulima. Hii mambo ya chai ni ngumu. It is the farmers who can understand what goes on. But we need to work on quality. We need to reduce hawking. Kuna watu wengi sana katika area hii wanaiba majani chai, wanaenda kuusia factory, na hiyo chai inaenda na contaminate ile iko grade nzuri, inatuletea matatizo. But I want to give you an assurance that tumeenda pale Mombasa, sasa inaanza kusonga. We have worked on the reserve price, inaanza kusonga. Lakini mimi nauliza wakulima, let us work on I've had your challenges on the roads. I've had your challenges on everything. Sasa nahubiria askofu, I know. Tunajua. President is on it. A lot is going on. Hata kama hatusemi sana, unajua saa ingine nafika kiwango, muna retreat kwa ofisi kujaribu kupanga kazi. President is trying as much as possible to balance these things so that all these projects ambazo zilikuwa zimeanza tusitafutie pesa siweze kuendelea. Kwa hivyo naomba watu wetu mkuwe na subra na hii maneno yote itakuwa sawa. Wiki ijayo nitarudi hapa Lesos Technical Institute kwa mambo ya graduation. Unataka nikuje? Kwa watu ya Nandi kulipigia kura mkipigia rais. Sasa mimi niko na deni yangu ya kumfanyia kazi. So nikija hapa mimi niko kazini kwa sababu watu wakikupigia kura wakikupenda lazima pia uwafanyie nini? Kazi. Hata hiyo nilikuja hapa kujenga makanisa, si mimi narudisha mkono pia. Wale utapewa kura tu utoke wewe. We'll come hapo next Friday ndio tusaidiane na watoto wetu na mambo zingine tutaendelea pamoja na tutaendelea kuja hapa Nandi. Tunawapenda, tunawaheshimu, tunawatii na tutakuwa pamoja tukiendelea mbele. Sasa ningetaka nipate hii isara ya rais wetu amenituma, hangeweza kufika, kazi imemlemea iko mingi, anajaribu kupanga hapa na tumuombe Mungu aendelee kumsaidia apate hekima, apate ujasiri, kazi ya Kenya yetu isimame vizuri. Na tulikubali wale walikuja tusaidiane, let everybody come. Hii kazi ni mingi, hii Kenya ni yetu, we are okay, let everybody come. Achangie pahali ataweza, kila mtu alete ujuzi wake. Wale wamekuja kutoka ODM wakuje walete akili zao, tuongeze na ile yetu, tutafute average, Kenya isonge mbele, si ndio? Hakuna shida. So sasa bali Kenya imefika, inataka kila mtu achangie so that nobody is blaming the other, you know. Najua wengine walikuwa nafikiria mimi naweza pinga. Mimi nipinge nini? Mimi nasema hii Kenya ni yetu na tunataka ifaulu. President kwa maarifa yake, kwa ujuzi wake na uongozi wake akaona
wacha tulete hawa tusaidiane hawa. Nikamwambia rais wakuje, tuketi tupange. Badi yako pale National Treasury tusaidiane. Huyo wadai yako pale mambo ya stima tusaidiane. Joho wako pale mambo ya blue economy tusaidiane. Oparanya akuje mambo ya kahawa, mambo ya hustler fund tusaidiane. Kila mtu achangie so that we all succeed together. And if there is a blame, we also share it. Sitakuwa namna hiyo. So tusaidiane. So wakuje, hata wale wako nje bado kuja, they are welcome. Kuje tufanye pamoja. Bila tulisema tu mtu asiketi pale mwingine ameketi. Si hiyo tu. Unajua hata kwa nyumba ukiingia uweze kalia ile kiti imekaliwa. Unatafuta ile na ukuta zote zimekaliwa, si unasimama. Inakuwa namna hiyo. Bora hakuna mtu anaketi mahali mwingine ameketi, there is no problem. Ama wewe Sudi, wewe ukisikia utaamuka yako mwingine aketi, unaamuka anaketi. Lakini mimi si amuki, mimi nimeketi. Ama mnataka niamuke? Basi mwesema niketi. Kila mtu tufanye, there is no problem. Provided kila mtu alete suluhisho, alete maarifa, tusaidiane Kenya yetu iende mbele. Condolence message from His Excellency William Ruto, President of the Republic of Kenya and Commander-in-Chief of Kenya Defence Forces, to the family and friends. A celebrated farmer and a champion of unity. Gogo had many thoughts that transformed lives. She will best be remembered for the high regard that she placed on education and women empowerment. We celebrate the life that she led and the lasting memories that she leaves with us. Our thoughts are with the family, relatives, and friends. May we be comforted by the word of the Lord in the book of John, chapter 16, verse 22. And I quote, "So you have sorrow now, but I'll see you again. Then you will rejoice, and no one can rob you of that joy." Close quote. Rest in peace, O Helena.